Bwana Dr. Mwanzo, shukrani sana kushika simu yetu, na kwa haraka upesi tu kama dakika 5 hivi, kuna dada katumia jumbe Asabili na Baruk ni aje, mumesema mpeani pesa but najua ushauri wa matibabu hamwezi ni nyima. Mazeni kona noma na patanga discharge kwa Andes, nasikia uchungu kwa sides za thighs na menstruate menstruation zangu hazikujaji sawa, nadhani siku zake. Nikienda short call na nasikiaga uchungu mpaka siku hizi niko na homa. What could it be? I don't know what to do. Tukasema bwana, hii sio yetu daktari, tukutafute angalau utuke mambo sawa kama kawaida yako. Kupata vizuri sana. Kwanza kabisa nampa pole kwa hayo anayoyapitia. Ndiyo. Kufuatana na hao maelezo ulionipa, hizo ni dalili ambazo zinapelekana na tatizo linafahamika kama PID. PID ni pelvic inflammatory disease. PID ni moja kati ya tatizo kubwa ambalo linaleta madhara makubwa katika kizazi cha mwanamke. Naam. Na tatizo hili huwa hayo madhara ambayo yanayotokea katika kizazi cha mwanamke huwa ikiwemo na hata mwanamke kukosa kupata ujauzito, ama akipata ujauzito inakuwa inaharibika hiyo mimba. Kwa hivyo ni aina ya infection ambayo huwa inaleta madhara makubwa tu katika kizazi cha mwanamke kwa ujumla. Vile vile pia huwa ndio chanzo kikubwa cha kusababisha fallopian tube za mwanamke kufungana, yaani fallopian tube blockage, ambapo pia ni moja kati ya sababu inayosababisha mwanamke anakosa kupata ujauzito. Wakati mwingi utapata kwamba wakina mama kama hawa huwa wanajikuta kuwa na maumivu sana, hasa katika sehemu za tumbo la chini. Na maumivu hayo huwa yanazunguka yanakuja mpaka katika mgongo. Na utapata kwamba huwa ni hali ambayo inawasababishia wakina mama kuanza kutoka na discharge, vaginal discharge, ambayo ni maji yanakuwa ni machafu, maji yanakuwa ni mazito yanayomwagika, huku yakiwa yanatoa harufu mbaya. Na hali kama hii pia kwa kila mama wengine inaweza ikawafanya kwamba wakaanza kuwa wanatokwa na zile damu zao za mwezi zikiwa sio za kawaida, manake zitakuwa zikitoka zikiwa ni nyeusi sana, mapande kama vile maini, na huku zikiwa zina uchungu mkali. Hali hii inapoendelea kuwa kwa mwanamke, huwa inamsababisha kusikia uchungu sana wakati wa kutekeleza tendo la ndoa ama wakati wa kukojoa, na hali kama hiyo huwa inaendelea na kisha baadaye inaanza kuleta maumivu makali sana katika uti wa mgongo. Pengine daktari, hii sio UTI. Hii sio UTI. Hii wakati mwingi huwa inasababishwa na sexual transmission diseases, haswa gonorrhea ama chlamydia. Lakini sasa utapata kwamba zile dalili zake pia huwa zina behave kama UTI, na vile vile pia UTI ambayo imekomaa mpaka kuwa ni chronic inaweza kuwa ni sababu ya kuleta madhara katika kizazi cha mwanamke ya kwa hiyo ya PID. Daktari, kwa hivyo lakini sababu kubwa huwa ni tatizo la sexual transmission disease ambayo ni chlamydia na gonorrhea. Hizo ndio sababu kubwa. Daktari, hii PID ulivyoitaja, kuna uwezekano kwamba pia miscarriages na abortion zikawa zinachangia kuipata? Kwanza kabisa abortion pia inachangia pakubwa sana, kwa sababu wengi pia huwa wanajikuta wanapata tatizo la PID kupitia abortion, hasa hizi abortion za mtaani. Maanake siku zote tunafahamu kwamba iwapo kama inabidi mwanamke uweze kutoa mimba, basi ni vizuri kupitia kwa wataalamu, ili kusudi kuona kama itakuwa na hatari katika mimba ama kuhatarisha maisha yako wewe mwenyewe mwanamke ambaye unatoa. Lakini sasa wengi huwa wanakimbilia kwenda mtaani, sehemu ambayo hazieleweki, na mara nyingi pale huwa zinawaachia uchafu, manake kizazi kinabaki kuwa hakijasafishwa vizuri. Na kadri inavyozidi kuendelea hivyo, basi huwa inamletea mwanamke
madhara makubwa sana, na utakuta kwamba wakina mama wengi sana ambao wamejihusisha katika hali ya utoaji mimba kiholela, basi kizazi chao huwa kinaendelea kuleta madhara kama hayo, na hata kusababisha kizazi kuoza. Kizazi kuoza ni kwamba mwanamke sasa anaweza kuwa anavujwa na usaha na damu. Maana hilo ndio lilikuwa swali langu next, daktari, tulikuwa nataka kujua iwapo haitatibiwa hii PID madhara ni gani, lakini umeyataja pale, na asante sana daktari kwa kuweza kushika simu yetu na kuweza kutusaidia kwenye hili na kumsaidia huyu mtoto kike. Asante sana. Wale wote ambao wangehitaji kupata huduma zangu wanaweza wakanipata kwa nambari za simu 0722 522 994 0722 522 994. Karibuni sana. Shukrani sana Dr. Isaac Magige. STDs kwa avya mimba ovyo ovyo na miscarriages ya miscarriages au sio? So itakuwa ni PID. Amesema PID in full nini? Ndugu yangu wanafunzi hapo utanipoteza ndugu yangu. Na unajua yani yote jumla inakuja katika masuala ya kufunzwa mwanzo pale ABC. Ndio. Abstain, be faithful, ndio, or use condicore. Pigo tena zaidi. Maana PID it is pelvic inflammatory disease ama disease. Kwa hiyo unajua tu ni magonjwa ya kizazi. Yani simple as that. Unajua tulifundishwa Jolism 101. Ifanye iwe nyepesi kwa msikizaji. Sasa wewe ukimwambia PID anafikiri ni TID imereplacewa P na T.